السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ndugu zangu, ni shukrani zake Allah subhanahu wa ta'ala alinijalia mimi pamoja na wewe kakaangu, dadaangu, kutufikisha ndani ya siku hii ya leo ambayo ni siku ya Alhamisi. Alhamdulillah. Ndugu zangu, hii ni katika neema zake Allah jalla jalalu, si katika maarifa yetu wala werevu wetu, ndugu zangu. Na tufahamu ya kwamba hivi ndivyo umri unamalizika. Umri ndivyo unakwenda hivi, ndugu yangu. Kila kunapokucha tukiingia ndani ya siku nyingine, tusifikirie kwamba tunaongeza, bali tunapunguza. Itafikia siku tutaondoka kama vile ambavyo wenzetu wameshafikiwa na siku yao wakaondoka. La msingi ni kumuomba Allah tujalie tupate mwisho uliomema. Na mwisho uliomema si kuomba tu, bali ni kujitahidi kufanya yale yaliyomema pamoja na kumuomba Allah jalla jalaluhu. Tumo ndani ya nasaha zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa leo tumo ndani ya nasaha ya 59. Ndugu zangu, ikiwa sisi mbele yetu tunakabiliwa na mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao umebeba mengi na mengi katika khairat, na kila mmoja anatamani kufikia mwezi wa Ramadhani. Ni jambo zuri la kutamani, kwa sababu ni mwezi ambao Allah alikwenda kuuchagua kwamba ni mwezi wa kumtengeneza huyu Muislamu kuwa Muislamu mwema, Muislamu ambaye atakuwa anaishi ndani ya kuzifuata zile amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ballighna fi Ramadhan. Allah, tunakuomba utufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Jana tuliwahi kueleza sababu ambazo zinatufanya sisi tufurahike na tusherehekee Ramadhani. Tukaeleza kwamba tufurahike kwa Ramadhani kwa mbele yetu, kwa sababu ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yetu. Bado tuko hapo ndugu zangu, sababu ambazo zinatufanya sisi kuisherehekea na kuifurahikia Ramadhani ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, thalathatun la turaddu da'watuhum. Watu sampuli tatu, maombi yao na dua zao hazirudishwi. Watu sampuli tatu wanapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi maombi yao hayarudishwi. Kwanza Mtume akasema as-saimu hatta yuftara, ni mwenye kufunga mpaka pale ambapo atafungua. Yule aliye ndani ibada ya kufunga, huyo amepewa nafasi kubwa sana, amepewa nafasi nzuri sana ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na atakapomwelekea Allah, atakapoomba, basi maombi yake yanafika, hayana pazia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maombi yake hayarudishwi. Ni fursa nzuri hii ndugu zangu ya kuifurahikia, ni fursa nzuri ya kuisherehekea tunapokuwa tumo ndani ya ibada ya kufunga. Basi tunapomwomba Allah jalla jalaluhu, basi maombi yetu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hayarudishi. Ni jambo muhimu sana kulijua hili, na kwa maneno haya matukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanatupa himizo sisi kwamba tuwe ni wenye kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo tutakuwa tuko ndani ya ibada ya saumu. Tuzidishe sana kumuomba Allah, tukifahamu na kuwa na imani ya kwamba maombi yetu hayarudishwi na Allah jalla jalaluhu. Kakaangu, dadaangu, ni nani ambaye hana matatizo ndani ya dunia hii tunayoishi? Yuko mtu kweli ambaye anaweza akainua mkono akasema mimi sina matatizo? Wakati tutakapouliza swali hili penye na watu 10 mathalan, watu wengi, watu 10, tukauliza ni nani ambaye ana matatizo, ni nani asiyekuwa na matatizo,
kweli kutatokea mtu ainue mikono aseme mimi sina matatizo? Si kweli. Bali si ajabu watu wote wakainua mikono, kwa sababu dunia iko hivyo. Kila mmoja ana matatizo yake anayoishi nayo ndani ya dunia, ndani ya maisha yake. Kuna yule ana matatizo ya kibarua, yatafuta ajira, bado hajafanikiwa, ni tatizo hilo. Kuna yule ana matatizo ya maradhi, ima yeye mwenyewe ama mwanawe ama bibi yake, hilo ni tatizo hilo. Yule ana matatizo hana makao, uhitajie naye vile vile apate stara ya nyumba, hilo ni tatizo kubwa. Kuna yule ameoa, miaka inamalizika, lakini bado hajajaliwa kupata kizazi, hilo ni tatizo. Ameoa, ameolewa, lakini bado hajaitwa baba, bado hajaitwa mama, hilo ni tatizo. Na matatizo mengineyo ambayo tunaishi nayo ndani ya hii dunia. Hakuna mwanadamu ambaye amesalimika akawa hana matatizo. Kukosa amani pia ni tatizo, kukosa utulivu pia ni tatizo. Haya yote ni nani ambaye atatatua matatizo haya, ndugu zangu? Ni nani ambaye atakujalia upate mtoto, upate kizazi chema? Ni nani ambaye atakujalia upate mume mwema utakayeishi naye kwa amani na furaha na masikizano? Ni nani ambaye atakujalia upate mke mwema atakayeishi naye vizuri kwa huruma? Ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, allamul ghuyub. Yeye ndiye anajua mambo ya siri, anajua mambo ya siri. Mwanamke ambaye wamtarajia kumooa hujui ana yapi alionayo yaliyofichika, hujui. Yeye utangangania kwa uzuri alionao, kumbe ndani kuna shari kwake. Kumngangania mwanaume akoe, unangangania kwa sababu ya pato lake alilonalo, lakini pengine kuna shari fulani imejificha hapo ndani, Allah ndiye anayejua. Sasa haya yote ndugu zangu ni matatizo tunaoishi sisi ndani ya dunia hii, na hakuna ambaye mwanadamu ataishi kukani na matatizo ndani ya hii dunia. Wa kumwelekea ni nani ndugu zangu? Si mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye aliyetuumba akatuweka katika hii dunia kwa mapenzi yake. Kwa hiyo ni yeye ambaye tumuelekee pale ambapo tuna matatizo yametusonga. Fursa nzuri ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala ni pale ambapo tuko ndani ya ibada ya kufunga. Ramadhani kwa mbele yetu ndugu zangu. Ni Allah tunamuomba tujalie tufike Ramadhani. Pamoja na kwamba tutakuwa tumefunga, basi tusisahau sisi kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba maombi ya shida zetu tulizo nazo. Ule muda wote kuanzia alfajiri ndugu yangu mpaka kwenda jua kuzama, yote ni fursa ambayo tumepewa. Ni fursa ambayo tumepewa mpaka pale ambapo tutakwenda kufungua kinywa na kufungua pale. Ni wakati muhimu sana sisi kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndugu yangu ni miongoni mwa asbabu ambazo zinatupelekea sisi tufurahike Ramadhani yaja. Tufurahikie kwa hili. Kuna madhambi ambayo pia tunatenda, tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Haya madhambi ni sisi kumwomba Allah tusamehe. Fursa ndiyo hiyo ambayo iko mbele yetu. Tufurahike kwa sababu fursa inakuja. Tuweze kumwomba Allah atusamehe kwa makosa tuliyomkosea. Tumwombe Allah majanga na matatizo tunayoishi nayo ya ukosefu wa usalama, ukosefu wa amani, shida ya nini ya uchumi, ughali wa maisha. Yote haya ni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye ambaye ana uwezo, ndiye aliye nguvu ya kuondoa haya yote, wala si mtu mwingine. Ni miongoni mwa sababu ndugu zangu turegeshe tulete furaha zetu kwa kufurahia kwa Ramadhani iko mbele yetu. Ama wale ambao wanafurahia kwa sababu ni mwezi wa biashara, hii si katika malengo. Si katika malengo. Huyo ana fikra zake tofauti kabisa. Huyo ana fikra na malengo tofauti ambayo sio yale malengo ambayo yamekusudiwa hasa kupata na kufikia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namuomba Allah jalla jalaluhu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, atujalie kwa mapenzi yake, atujalie kwa huruma zake tufikie mwezi wa Ramadhani, na atupe nguvu na taufiki ya kuweza kwenda kusimama kuyatenda matendo yaliyo mema. Atujalie tu wenye kuisoma Qur'an, atujalie tutoe sadaqat,
na tujalie na mengineyo katika khairat.